Maana alikuwa amejenga madhabahu yake. Hata kama ungemlimtukana, yeye anasema wewe tukana tu. Haleluya. Hata kama ungemwendea kwa wachawi, wewe enda tu. Lakini mimi natambua huyu Mungu. Na huyu Mungu ndio taishia yeye. Haleluya. The Bible says afterwards, Bwana asifiwe. Haleluya. Baada ya dhiki. Nilikuwa nataka mujibu. Baada ya dhiki? Haleluya. Haleluya. Mwimbaji akasema usinitumia malaika Gabriel. Hata sitaki malaika Mika ni wa vita. Hata huyo sitaki. Nataka wewe mwenyewe ukuje. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninamuona Mungu akienda. Mungu anatembea majestically. Haleluya. Haleluya, ndio huyo anaenda. Ndio huyo anaenda. Huyo Mungu ndio anaenda. Kufikia Ayubu akamwambia nimeamini ya kwamba wewe ni mtu wangu. Hata kama msaliti, hata kama ule mjanja alikuja kaomba nafasi, lakini haukutoka pale. Akamwambia namna gani? I'm going to bless you double. Haleluya. Bwana asifiwe. Watoto ni mbala mbili, ng'ombe ni mbili. Hata naamini ya kwamba ng'ombe zilizaa sio mapacha is 2. Haleluya. Zilizaaga 3 and 4. Quartet, ndio? Bwana asifiwe. Haleluya. Ni quadruple and whatever. Haleluya. Bwana asifiwe. Na triple na ngapi? Yaani vitu zilikuja zikaendelea kuendelea. Kwa sababu gani? Ayubu hakutoka kwa laini ya Mungu.
Basi nataka tu kusema kidogo, baadaye tutaomba pamoja na Mungu atubariki na Mungu atatuinua. Basi nimesimama hapa kumshukuru Mungu ambaye ametuleta, Mungu ambaye ametukarimia uzima, na lengo langu leo hii ni kwamba Mungu anakujua. Ambaye mwenzako Mungu anakujua. Mungu anakujua. Tena Mungu anakujua. Ujumbe ni kwamba Mungu anafanya nini? Anakujua. Nataka kusema kwamba Mungu anakujua vile ulivyo. Na Mungu vile anakujua, hakuna kitu ambacho kinaweza kumshinda Mungu juu yako. Ukiangalia Yeremia vizuri, yeye kulikuwa na watawala, kulikuwa na viongozi, kulikuwa na wakuu, lakini Mungu anasema jambo moja, ya kwamba hata kama kuna viongozi wengine, kuna mwingine anakuja. Kuna mwingine anakuja. Kuna mwingine anakuja. Sababu haleluya. Na huyu mwingine ambaye anakuja, bado yeye hajaonekana. Bado yeye hajaonekana. Mungu akiwa na kusudi la maisha yako, hata kabla hujaonekana, Mungu tayari ameshakuona. Kusudi ya Mungu ndani ya maisha yako ni wewe uweze kuzaliwa. Baada ya kuzaliwa ufanyike mfalme. Amen. Praise God. Amen. Ufanyike nini? Mfalme. Na hizo ufalme peke yake, hii ufalme kuna nguvu ndani ya hii ufalme. Labda Mungu aliona wale wafalme waliokuwepo hawakufanya vizuri, hawakuenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Hawa kina Sauli, praise God, haleluya. Wale Sauli, wale Nebukadneza, kuna wengine wanajiita Herode, kuna wengine wana majina makubwa makubwa, lakini hawakutenda mapenzi ya Jehova. Sasa Mungu analeta neno la unabii ya kwamba kuna mtu watazaliwa, na huyu mtu akizaliwa, uwepo wangu utakuwa ndani yake, nguvu za Mungu zitakuwa ndani yake. Na Biblia inasema kwamba usiseme wewe ni mtoto, usiseme hujui kuongea. Kila ambacho unasema kwa mdomo yako kitakuwa na nguvu zaidi, kitakuwa na nguvu zaidi, kitakuwa na nguvu zaidi. Wakati mwingine Musa anaambia Mungu, mimi ni mtu wa kigugumizi, siwezi ongea na Farao vizuri, mama Farao hatanisikia. Lakini Mungu akamwambia Musa, maneno utakayoyasema yatatoka kwangu, yatatoka kwangu. Somebody shout hallelujah. Na naona mama, ukipata mtoto, ukizaa mtoto wako, wacha kuharibu huyo mtoto na kumchapachapa vibaya. Usimchapachapa mateke, usimpige kichwani. Huyo mtoto kibali ya Mungu iko ndani yake. Nani angejua muuza mayai angekuwa rais? Ruto sasa alikuwa anauza mayai. Kama mama yake angefanya nini? Angemchapachapa na kumchapa mateke na kumpiga tumbo, angekuwa rais. Praise God. Hata mama yake muuliza, ungejua huyu mtoto angekuwa rais, angesema hapa. Sasa mtoto ambaye wewe uko naye, ambao unaona wanaimba hapa, wanafanya hata nashangaa kuna mtoto wa shemeji yangu hapo, alikuwa hapa, anaitwa Barak. Yule mtoto anajua Kiingereza bwana. Sema amen. Yule mtoto anajua nini? Kiingereza. Amechapa Kiingereza hapa vizuri sana. Na nikafurahia zaidi. Na nikaona pia mtoto wa Diko na kule Sheika pia amechapa Kiingereza sawa sawa. Haleluya. Niko watoto wengine wanachapa Kiingereza. Hawa watoto ni baraka kutoka kwa Jehova. Ni baraka kutoka kwa Jehova. Hawa watoto mwatunze na mwalinde. Hata mwenzako Mungu amekupa mamlaka.
ya kuvunja na kukemea na kuharibu. Usiwaogope wachawi na waganga wanaopiga ramli kwa maisha yako, wanaokamata watoto wako ili wasisome na kupita mitihani, wale wanakuzuia kupata kazi. Leo katika jina la Yesu